Ndugu waandishi wa habari, nimewaiteni leo kwa sababu kuna jambo la muhimu sana ambalo nataka kuzungumza. Na nimeona kwamba ni vizuri niwaite ili sasa tuzungumze. Kama mnavyofahamu, mimi nina kofia si 3 au 4, ziko nyingi kidogo. Lakini mimi ni mbunge wa jimbo la Kawe, lakini pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa, lakini pia ni askofu wa Kanisa la Ufufuo na Uzima na vingine ambavyo siwezi kuvitaja. Lakini kichonifanya niwaite leo, nataka kuzungumza na kutoa ushauri. Na mada yangu ni utekaji katika nchi na ushauri wangu. Tumekuwa na mtiririko wa watu kutekwa na kupotea. Na hili jambo linahuzunisha sana, kwa kuwa sisi tunajulikana kama nchi ya amani, nchi nzuri, na kweli ni nchi nzuri na watu wake ni wazuri. Lakini tumekuwa na mlolongo wa watu kutekwa na kupotea. Hapa ndio nataka kuzungumza zaidi. Kwa hiyo utekaji katika nchi na ushauri wangu binafsi. Jambo la kwanza, unanifahamu mimi vizuri, huwa siongei hovyo. Nikiongea maana yake nina data. Nimejenga utamaduni maisha yangu yote. Ukiniona naongea mahali, ujue nina data. Ujue nimefanya study, nimefanya research, na nimefika wakati sasa niongee. Nimepata orodha ya watu waliotekwa ndani ya miaka kadha wa kadha, almost watu 83 almost. Sasa na nina orodha kadha wa kadha ili kujenga hoja yangu na unielewe vizuri. Kwa mfano, kuna Kombo Bwana Twaha ambaye makazi yake ni Handeni, Tanga. Huyu 2024 ilikuwa tarehe 15 Juni, na yeye akaondoka. Tuna Kenneth Mwamlima, yeye ni tarehe 11 Aprili 2024, na yeye alitekewa kule, makazi yake ni Mbeya, lakini alipatikana Igunga. Tuna James CJ ambaye yeye alitekwa na yeye Agosti tarehe 17 2021, akapatikana makazi yake ni Nyakato, Mwanza. Tuko na wengi. Nina orodha ya kila mtu aliyetekwa na sehemu alikopatikana. Orodha hii hapa ina watu kama 83 kwa wakati tofauti. 83 kwa wakati tofauti na miaka ya karibuni tofauti. Ndugu zangu, ninaomba niwaambie ukweli kwamba utekaji si utamaduni wetu wa Kitanzania, na ni jambo ambalo halitakiwi kabisa kuwa entertained na mtu yoyote. Nitoe mifano. Kwa mfano, mimi natokea jimbo la Kawe. Kuna huyu bwana anaitwa Bwana Ali Kibao. Watu wakaja pale Tegeta, wakashushwa kwenye gari, watu wanaona, abiria wote wanaona, alafu akashushwa. Kesho yake kapatikana amekufa. Nataka nimuulize mtu yoyote, kama baba yako akishushwa mbele yako wewe mwenyewe, alafu kesho yake akapatikana amekufa, utajisikiaje? Kama baba yako mzazi akashushwa kwenye gari alafu kesho yake amekufa, utajisikiaje? Lakini sio huyo tu. Nataka kusaiti matukio ambayo pamoja na hao wengine 83, nataka kusaiti matukio ambayo yanagusa sana. Tumeona juzi kule mtu anaitwa Mdude
ambaye na yeye watu wamekuja nyumbani kwake, wamevunja mlango, wamemchukua akiwa hai mbele ya familia yake, wameondoka naye, mpaka leo hakuna mtu anayejua yuko wapi. Na hata hatujui naye anayefuata sasa. Unaweza ukanyamaza, kumbe unafuata wewe. Kwa hiyo haya mambo kwa kweli yamezidi kipimo. Na lengo langu leo kwa kweli ni kuyasema haya mambo na kutoa ushauri na ufumbuzi wa mambo haya. Na kama mtu atanisikiliza, basi itakwendea vizuri. Kama usiposikia, basi haitakwendea vizuri. Lakini hebu